Ponyaji kutokana na magonjwa. Mtu fulani atafunguliwa kutokana na kufinyiliwa na mapepo. Mtu fulani atawekwa huru kutokana na hali tofauti. Na zaidi ya hiyo, hata familia zitaponywa, watoto wataponywa, wazee wataponywa, kina mama wataponywa. Na tunatangaza ya kwamba pia na mji wetu wa Nandi Hills utapata kuponywa na injili ya Kristo itahubiriwa katika jina la Yesu Kristo. Nashukuru kwa sababu umehimidiwa milele yote. Sifa zote ni zako Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo tuomba tukiamini. Haleluya. Nataka tuweze kusoma maandiko kitabu cha Luka 15. Kitabu cha Luka 15. Yeyote ambaye unanisikia basi ningependa unifuate kwa makini, kwa sababu neno ambalo linakuja kwako siku ya leo si la kawaida tu, bali Mungu anaenda kuzungumza na wewe kwa namna tofauti. Kitabu cha Luka 15 kuanzia mstari wa 11, Biblia inatuambia kwamba Yesu akaendelea kusema, kulikuwa na mtu mmoja aliyekuwa na wana wawili. Yule mdogo akamwambia baba yake, baba, nipe urithi wangu. Hivyo akawagawia wanawe mali yake. Baada ya muda mfupi, yule mdogo akakusanya vitu vyote alivyokuwa navyo, akaenda nchi ya mbali na akaitapanya mali yake kwa maisha ya anasa. Baada ya kutumia kila kitu alichokuwa nacho, kukawa na njaa kali katika nchi ile yote, naye akawa hana chochote. Kwa hiyo akaenda akaajiriwa na mwenyeji mmoja wa nchi ile, ambaye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Akatamani kujishibisha na maganda waliyokula wale nguruwe, wala hakuna mtu aliyempa chochote. Lakini alipozingatia moyoni mwake akasema, ni watumishi wangapi walioajiriwa na baba yangu, ambao wana chakula cha kuwatosha na kusaza, bali mimi hapa nakufa kwa njaa. Nitaondoka na kurudi kwa baba yangu na kumwambia, baba, nimetenda dhambi mbele ya Mungu na mbele yako. Sistahili tena kuitwa mwanawe. Nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Basi akaondoka akaenda kwa baba yake. Lakini alipokuwa bado yuko mbali, baba yake akamwona, moyo wake ukajawa na huruma, akamkimbilia mwanawe, akamkumbatia na kumbusu. Yule mwana akamwambia baba yake, baba, nimekosa mbele za Mungu na mbele yako, sistahili kuitwa mwanao tena. Lakini baba yake akamwambia, watumishi, leteni upesi joo lililo bora sana, tieni pete mkononi mwake na viatu miguuni mwake. Leteni ndama aliyenona mkachinje, ili tuwe na karamu, tule na tufurahi. Wapendwa, kusudi la Mungu wakati alipomuumba mwanadamu ilikuwa ni kwamba akaweze kuwa katika ushirika na mwanadamu. Tunaona ya kwamba baada ya Mungu kumuumba mwanadamu, Biblia inasema ya kwamba, na tazama, vyote alivyoviumba vilikuwa ni vizuri. Kwa hivyo aliumba mwanadamu aishi katika uzuri wake. Na tunaona ya kwamba akampatia mwanadamu mamlaka juu ya vitu vyote vitambaavyo ardhini. Akamwambia, unaweza ukawaita hata wanyama majina. Na ni Adamu ambaye aliona simba na akasema, kuanzia leo wewe ni simba. Si Mungu ambaye alipatia wanyama majina, alimpatia mwanadamu mamlaka juu ya wanyama, mamlaka juu ya samaki wa baharini, mamlaka juu ya vyote vinavyoruka hata hewani. Kwa hivyo mapenzi ya Mungu ilikuwa ni kwamba mwanadamu aweze kufanana naye, afanye jinsi afanyavyo. Kwa hivyo alimweka katika uzuri wake. Tunaona akamweka katika bustani la Edeni. Katika lile bustani la Edeni tayari Mungu alikuwa ameweka kila kitu ambacho mwanadamu alihitaji ili aishi maisha mazuri. Lakini Biblia inatuambia kwamba mwanadamu mwenyewe alikataa uzuri wa Mungu. Akasema, sitaki kuenjoy maisha. Akasema, sitaki kushirikiana na Mungu, kwa sababu kila siku alikuwa katika ushirika na Mungu. Akasema, nimechoka na ushirika na Mungu. Kwa hivyo Biblia inatuambia kwamba akaasi ile njia, na kisha baada ya kuasi akaondokewa na Mungu, na mwanadamu akabaki bure. Akaanza sasa kutawaliwa na vile vitu ambavyo alikuwa ameambiwa avitawale. Mwanadamu alikuwa amepewa utawala juu hata ya magonjwa, lakini sasa magonjwa yakaanza kutawala mwanadamu. Alikuwa amepewa utawala juu ya laana, lakini sasa tunaona mwanadamu ya kwamba ameshalaaniwa. Mwanadamu alikuwa amepatiwa utawala juu ya wanyama, lakini sasa
hakuna mwenye yote ambaye anaweza akakaribia simba. Wacha hata simba, wengine wanaogopa hata panya peke yake. Akiingia kwa nyumba, wanahama nyumba, wanawachia panya aishi peke yake. Lakini yeye kwa mpango wa Mungu alikuwa anataka ya kwamba mwanadamu atawale vitu vyote. Kwa hivyo kile kitu ambacho mwanadamu alipoteza pale Edeni ni utawala ambayo Mungu alikuwa amempatia. Alipoteza utawala ambao Mungu alikuwa ameweka juu yake. Kwa hivyo akaanza kutawaliwa na magonjwa, akaanza kutawaliwa na laana, akaanza kutawaliwa na mateso. Akakuwa ajifahamu wala hajielewi. Kile ambacho anafikiria ni dhambi, kile ambacho anatenda ni dhambi, kila siku ambacho anafikiria ni kinyume na Mungu. Kwa sababu gani? Wakati Mungu alimuondokea mwanadamu, basi mawazo yake yakaanza kutawaliwa na shetani. Na Biblia imetuambia kwamba ni sawasawa na huyu mwanampotevu. Alikuwa amewekwa katika utawala na baba yake. Ameambiwa ya kwamba wewe ni mwana katika nyumba, unaweza ukala vile unataka, unaweza ukaenjoy maisha vile unataka, unaweza ukatumia mali yote kwa sababu mimi ni baba yako. Lakini Biblia inatuambia ya kwamba yeye mwenyewe kwa fikra yake akamuita baba yake, akamwambia, baba, mimi vile najiona nimetosha, hakuna kitu unaweza ukaniambia tena. Kwa hivyo fanya hivi, gawa vitu yako, panga namna hii, nipatie mimi mali yangu, sehemu yangu, tuondokeane. Lakini baba, kwa sababu ni mzuri na nataka mwana awe sawa, akasema sawa, wacha nikupatie ile ambayo unafanya nini, unataka. Na ndio maana mwanadamu pale kwa Edeni, wakati alipochagua ya kwamba anataka kuasi Mungu, Mungu hakusema hapana, usiniasi, usiniache, hapana. Alimwambia mwanadamu, it is your choice, ni chaguo lako. Kwa hivyo naendelea mbele. Hiyo ndio uzuri ambayo Mungu wetu ako nayo. Huo ndio uzuri ambayo baba yetu ako nayo. Ni kwamba hata ukichagua kwenda kinyume na yeye, anasema sawa, wewe endelea. Lakini Biblia inasema ya kwamba iko njia ambayo inaonekana sawasawa machoni pa mwanadamu, lakini mbele yake ni mwanguko. Kwa hivyo japo utachagua njia yako mwenyewe, mbele yake kile ambacho kinakuongoja nini, ni mwanguko. Na ndio maana baada ya Adamu kuchagua njia yake mwenyewe, mbele yake tunaona kile ambacho kilitokea ni kwamba alianguka, akafeli, akapoteza kile ambacho Mungu alimpatia, mamlaka yakamuondokea. Huyu mwana akamwambia baba yake, baba, sasa mimi nataka tuondokeane, nipatie mimi sehemu ya mali ambayo inanihusu, kisha niende. Sitakuhitaji tena siku nyingine, sitakuwa na haja na wewe, mimi na wewe mambo yetu imeisha. Kwa hivyo baba yake akasema, sawa mwanangu, njoo hapa. Akachukua vyote ambavyo alijua anaweza akampatia aishi vizuri miaka yake yote. Akamwambia, hii ni sawa. Akasema, hii ni sawa. Akamwambia, nyongeza na hiyo. Akasema, hii pia ni sawa. Akamwambia, ingine ndio hii. Akasema, sawa. Kisha akaenda akiwa amefurahi, akasema, nimepatiwa dunia yote, sasa sihitaji tena baba. Kuna watu ambao wamepata vitu vya dunia hii, kwa hivyo wanaona ya kwamba niko nayo zaidi, niokoke nini? Watu wenye wanaokoka wanakuwa maskini. Wokovu si ya watu ambao wako navyo. Simaisikia hiyo maneno. Unajua wengine hata wakiona nahubiri hapo wanafikiria nahubiri kwa sababu ni pesa sina. Ningekuwa na pesa ningekuwa nafanya kitu kingine mzuri ya maana. Huyu mwana akamwambia baba yake ya kwamba nipatie kila kitu ambacho unaweza, tuondokeane, sitakuhitaji. Watu wengi sikizo wanasema ya kwamba tuhitaji Mungu. Hata wengine wanasema hakuna Mungu. Namwambia hakuna Mungu. Wewe mwenyewe nani alikufanya? Ulitoka wapi? Kwani ulitoka hewani? Hakuna Mungu. Ni nani ambaye aliumba usiku na mchana? Wewe unakaa tu hivi unaona saa ikisonga, hujui inasonga namna gani? Ni nani ambaye alifanya hayo masaa yasonge? Ni nani ambaye aliweka jua na akaweka mahali ambapo anahakikisha kwamba haiwezi kukuchoma ikuumize? Hakuweka mwezi kuwe mchana, aliweka mwezi usiku na akaweka jua mchana. Ni nani kama sio Mungu? Na ndio maana Biblia inasema
ni mpumbavu peke yake ambaye anaweza kusema hakuna Mungu. Is only a fool that can say there is no God. Kwa sababu hata pasipo na Biblia bado kuna uumbaji wa Mungu unaonyesha kwamba Mungu yuko. Matendo yake yanadhihirisha ya kwamba yeye yuko. Na ndio maana sisi tunamtangaza yuko. Kwa sababu gani? Tumeona matendo yake, tumeona kazi yake. Jinsi tulivyo sisi ni Mungu. Kwa hivyo huyu mwana akamwambia baba ya kwamba ukishanipea mimi ambayo unaweza ukanipatia, mambo yangu tumemalizana, sitakuwa na haja. Na Biblia inasema akaenda. Wakati alipoenda akatumia mali yake kwa anasa, akatumia mali yake jinsi aliweza. Akasema mtu ukiwa na mali ya kutosha, hakuna kitu kingine ambayo unahitaji. Ukiwa umejiwekea pesa yako kwa account imetosha, hiyo inaweza ikakupatia uzima. Lakini Biblia inatuambia ya kwamba kuna mtu katika Biblia ambaye alikuwa anaitwa tajiri mjinga. Unajua hakuna vile ambavyo mtu atakuwa tajiri kama yeye ni mjinga. Lakini Biblia inasema ya kwamba alikuwa tajiri mjinga. Hii ni kinaya. Kwa sababu gani? Alisema ya kwamba sasa ninayo mali ya kutosha, nimeweka store ya kutosha, nimepanga ambayo nitakula hadi retirement, nimepanga ambayo nitakula mpaka wakati nitakufa. Na kwa hivyo akasema ya kwamba sasa nitajaza magala yangu vizuri. Hakuna siku njaa na mimi tutakutana. Hakuna siku nitaomba mtu pesa. Hakuna siku nitakosa kupata matibabu. Akasema sasa mimi kazi yangu ni kukula na kulala, ni kukunywa na kusikia vizuri. Lakini Biblia inasema ya kwamba siku hiyo hiyo ndiye akaambiwa usiku ya kwamba wewe tajiri mjinga, wewe mpumbavu, siku ya leo nafsi yako inahitajika, nafsi yako inachukuliwa. Kwa hivyo hayo yote ambayo ulijiwekea hautakula chochote. Akaambiwa there is nothing, hauonji hata chochote. Imagine umefanya kazi, wewe ndio umeweka kila kitu, alafu baadaye unaambiwa hakuna kitu ambayo utaonja. Kwa hiyo huyu mwanampotevu akaenda akaenjoy maisha kando na baba yake. Akakula alivyotaka, akavaa alivyotaka, akafanya vyote alivyotaka. Lakini Biblia inasema ya kwamba siku ikafika wakati ambapo vyote alivyokuwa navyo vilikuwa vimeisha. Akiangalia huko haoni chochote, akiangalia huko haoni chochote. Anakumbuka wakati mmoja alikuwako na vyote alivyohitaji, lakini sasa akigeuka hakuna chochote ambacho anakiona. Akasema mimi nimeanza kufa, mimi nimefika mwisho. Kwa hivyo akajiambia ya kwamba sasa itabidi nifanye namna gani. Akatafuta kazi, akaambiwa ya kwamba kazi ambayo inapatikana ni ile ya kulisha nguruwe. Na ukisikia kulisha nguruwe unajua ya kwamba nguruwe wanapenda uchafu. Kwa hivyo akaambiwa ya kwamba sasa ile inapatikana ni hii, wewe utakuwa unalisha nguruwe, hapo kwa nguruwe ndio unalala. Tabu ikakuwa mingi, hakuna chakula. Akaanza kukula yale, akatamani kujishibisha na yale maganda ambayo nguruwe inakula. Just imagine mwanadamu kufikia extent ya kwamba anataka akule na nguruwe chakula ambayo nguruwe inakula. What extent of desperation is that? Inamaanisha amefika mwisho. Chakula ikakuwa ni tabu. Kiande ni Adimba akasema chakula ni tabu, hata kulala ni shida. Suruali nzito inanilemea kwa sababu ya nini? Ya viraka. Viraka ikajaa kwa sababu kila kitu tabu. Akakaa chini vizuri, akajiita kama mkutano. Unajua kuna ile kama mkutano unaweza jiita peke yako wakati unaona kuna vile mambo endi vile inafaa. Unajiita kama mkutano peke yako. When ndio chairman wa hiyo committee, when ndio secretary, when ndio treasurer. Unajiuliza ya kwamba sasa tunaenda namna gani? Na unajijibu, unamaliza mkutano unafunga. Na wewe ndio unaomba maombi ya mwisho na uliomba ya kufungua. Kwa hiyo mwanampotevu akajiita kama mkutano akasema hapana. Hiyo sikuwa namna hii. Hatuwezi endelea hivi. Akili zake na fahamu zake zikamrudia. Akajiuliza, je, watumishi wangapi wako kule kwetu ambao wanakula na kunywa na kusaza, wanaenjoy maisha, na mimi hapa ninasumbukia kwa nchi nyingine tofauti. Sikufukuzwa kwetu,
Ni mimi mwenyewe ambaye nilijifukuza. Akasema hapana, nitafunga safari niende nikutane na huyu baba, kisha nikifika nitaenda nimwambie baba ya kwamba baba, nimekosa mbele zako na hata mbele za Mungu. Kwa hivyo ikiwezekana nisamehe tu, nikubali tu, na unifanye tu kama mmoja wa watumishi wako, kwa sababu nimepoteza ile status ya kuwa mwana. Kwa hivyo nifanye tu nikuweko kama mmoja ya wale watumishi wako. Kwa hivyo akafunga safari, akaelekea akiwa ameweka kwa akili zake ya kwamba ninajua huyu baba anipendi, ninajua hata akiniona ataanza kunitukana, ninajua ataniita majina, ninajua ataniambia bure, ninajua ataniambia atatoka hapa atanipiga teke, lakini nieri niende anipige teke mbili na anipatie chakula na nivae nguo mzuri, angalau niishi maisha mazuri kidogo. Nieri niende nikuwe mjakazi, mfanyikazi, niende nifanye kazi huko, lakini nikuwepo na chakula peke yake, angalau chakula. Kwa hivyo akajiambia hivyo mwenyewe, na akaanza safari moja kwa moja akielekea nyumbani kwa baba yake. Na Biblia inatuambia alipoelekea kufika, yeye hakumuona baba, bali baba alimuona kwa mbali. Akasimama hivi akasema, hey, ule si ni kijana yangu, ule si anafanana na yeye, sijamsahau kijana yangu. Akapiga kelele akasema, hey, nimeona ni kama kijana yangu anakuja. Baba akatoka mbio, sio kijana ambaye alikimbia, ni baba ambaye alikimbia. Akaenda akamlaki kijana, akamwambia, nimefurahia kukuona, nilikuwa najua ya kwamba umekufa, lakini sasa kukuona ni kama umefufuka. Nilikuwa nimefikiria sitakupata tena, lakini nafurahia umekuja. Baba akawa na furaha kubwa. Biblia inasema ya kwamba akaimbia wafanyakazi wake, tokeni upesi, tafuteni joo lililo bora, mkakuje mkamvike huyu mwana. Tafuteni pete mkamtie mkononi mwake na viatu mguuni pake. Na kisha akasema, yule ndama aliyenona na akachaguliwe kati ya ng'ombe wangu, ili akachinjiwe, tukafanye sherehe na karamu. Kwa sababu gani? Huyu alikuwa amepotea, lakini sasa amepatikana. Huyu alikuwa ameangamia, lakini sasa ninamuona. Wapendwa, ni sisi ambao tulikuwa wana wapotevu, ambao tulikuwa tumetoka kwa baba yetu, tumekimbia na kuondoka, tukaona tumuhitaji tena, tukaishi kwa anasa, tukaishi kwa mambo ya dunia, tukasema hakuna Mungu, tukajishughulisha na kazi zetu, tukakataa kusikia habari ya Yesu. Mungu mwenyewe akaangalia akasema, sitaki hao watoto wapotee. Mwenyewe akaacha enzi yake na mamlaka yake kule mbinguni, akasema, kwa sababu huyu mwanadamu ameasi, amepotea na kupungukiwa, ametenda dhambi, kwa hivyo hakuna mwanadamu ambaye atamuokoa mwanadamu. Yeye mwenyewe akasema, sasa itabidi nishuke, niachane na ufalme wangu, niachane kuitwa Mungu, nichukue mwili wa damu na mwili wa nyama, nidhiakiwe, nitukanwe, niteswe, lakini nimkimbilie mwanangu ambaye alikuwa amepotea. Akaacha utukufu wake, akakubali aibu, akakubali mateso. Huyo ambaye alikuwa amepotea ni wewe na mimi. Tulikuwa tumesema ya kwamba tumuhitaji Mungu, tukajitoa kwake, tukaenda tukaishi maisha yetu vile tulitaka, tukasikia injili, tukasema wachana na hiyo ujinga, tukaambiwa habari ya ufalme, tukasema tutaokoka tukiwa tunakaribia kufa. Nikijua tu karibu nikufe hivi, nitakubali Yesu na niende mbinguni. Nikasema ya kwamba sihitaji chochote ambacho mnaniambia na Mungu. Lakini Mungu kwa upendo wake mwenyewe akaacha enzi yake, akaacha utukufu wake. Biblia inasema ya kwamba japo alikuwa Mungu, lakini hakuona hicho kikiwa kitu cha kushikamana nacho. Akavua uungu wake na kisha akazaliwa kwa tumbo ya mwanamke ambaye alikuwa anaitwa Bikira Mariamu, kusudi kwamba afanyike mwanadamu. Kwa sababu gani? Ni mwanadamu ambaye alikuwa amepotea, ni mwanadamu ambaye alikuwa ameasi,
Na Biblia inatuambia ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Mshahara wa dhambi sio toba. Mshahara wa dhambi sio kulia. Mshahara wa dhambi sio dhabihu. Mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hivyo ile ambayo tulihesabiwa ilikuwa ni mauti. Tulifaa tukufe kwa sababu ya dhambi zetu, lakini Mungu mwenyewe akasema huyu mwanadamu asipotee, asiangamie. Wacha mimi mwenyewe nikaende nikafanyike mwanadamu, kwa sababu mwanadamu ndiye ametenda dhambi. Ni mwanadamu ambaye anaweza akaokoa mwanadamu, lakini katikati ya wanadamu hakuna mkamilifu hata mmoja, kwa kuwa wote wametenda dhambi na wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa hivyo ni mimi Mungu pekee ambaye nina uwezo wa kwenda kumwokoa mwanadamu, na kwa namna hiyo akazaliwa kwa njia ya kiwanadamu kupitia Bikira Mariamu, akaishi hapa duniani. Alipofika hapa duniani, Biblia inasema ya kwamba alikuja kwa walio wake, lakini walio wake hawakumkubali, wakamkataa, wakampiga mijeledi, wakamtemea mate, mikuki wakamdunga nayo, wakamdhihaki na kumwambia, kama wewe ni mwana wa Mungu, sema ni nani aliyekupiga. Wakamfanyia hivyo vyote. Biblia inasema ya kwamba akasulubiwa kifo cha mnyang'anyi, kifo cha aibu. Haikakuwa hata ni siku ya kwamba wanaweza wakafungua mfunguo mmoja. Pilato wakauliza, katikati ya Yesu na Baraba, je, niwafungulie nani? Wote wakaitikia kwa sauti moja, wakapaza wakasema, hatutaki Yesu. Tunajua ametenda mema, tunajua amefungua vipofu macho, tunajua amefufua Lazaro, tunajua ametengeneza mikate 5 na samaki 2 na akafanya muujiza, watu 5,000 wakakula. Tunajua ya kwamba alitembea juu ya maji, na kisha baadaye akamponya mtu ambaye alikuwa anaitwa Legioni, ambaye alikuwa amefungwa kwa mapepo zaidi ya 1,000. Lakini wakasema, huyu na uzuri wake wote hatumuhitaji, hatumtaki. Na walipomkataa wakasema afunguliwe Baraba. Pilato akasema, sawa, sina cha kupinga. Wakasema, Baraba tunamtaka. Baraba alikuwa ni mwizi wa kimabavu. Baraba alikuwa mbakaji, alikuwa amenyanyasa watu wa Kirumi. Lakini wakasema, heri huyu mtu ambaye amenyanyasa watu, huyu mbakaji tupatie, tutaishi na yeye. Lakini huyu Yesu ambaye ni mzuri hatumtaki. Na Biblia inatuthibitishia katika kitabu cha Isaya 53 ya kwamba hakuna siku ila ilipatikana katika kinywa cha Yesu. Hakuna hata siku moja ambapo Yesu Kristo alitenda dhambi. Petro mwanafunzi wake ambaye walikula na Yesu, Petro ambaye siku moja alimkosoa Yesu, Petro ambaye siku moja alilala kifuani mwa Yesu, akashuhudia na kusema hakuna siku ila ilipatikana kinywani mwa Yesu Kristo, ya kwamba kwa maisha ambayo tumeishi naye yote hajawahi kosea mtu, alikuwako msafi kama pamba. Lakini wale watu wakapiga kelele wakasema, huyu ambaye ni msafi kama pamba hatumtaki, tupatie Baraba, tupatie mnyang'anyi, tupatie huyo mwovu. Na kisha kwa kauli moja waliposema hivyo, Baraba akaachiliwa, na kisha Yesu akapatiwa msalaba. Kile hawakujua ni kwamba walikuwa wanasaidia kuyatimiza maandiko, kwa sababu Baraba alikuwa anawakilisha sisi ambao tulikuwako wanyang'anyi, tulikuwako wauaji, tulikuwako waovu. Baraba alikuwa anawakilisha sisi ambao tulikuwako tumeasi Mungu, tulikuwa tumeikataa njia yake. Na huyu Yesu ambaye alikuwa ni msafi, ambaye alikuwa mwana wa Mungu, wakasema ya kwamba sasa yeye afungwe. Akachukua nafasi ya Baraba, nafasi ya mnyang'anyi, nafasi ya mwovu. Na Biblia inasema ya kwamba ilikuwa kusudi la Mungu ya kwamba Yesu Kristo afanyike dhambi, ili kwamba wewe uondolewe dhambi hizo. Kwa hivyo alichukua dhambi, ili kwamba unapomwamini wewe usihesabike dhambi tena. Ni makosa wewe kuhesabika mwenye dhambi iwapo Yesu Kristo alikufia dhambi. Ni makosa wewe uende jehanamu, na Yesu Kristo alienda jehanamu ili kwamba wewe uende mbinguni. Yesu Kristo alipigwa, akajeruhiwa ili
kwamba wewe upate amani. Biblia inasema ya kwamba kwa hayo mapigo yake ndio sisi tulipata uponyaji wetu. Kwa hivyo hayo yote ambayo Yesu Kristo alipitia haikuwa kwa sababu yake, hakustahili chochote kile. Hayo yote ambayo Yesu Kristo alipitia ilikuwa kwa ajili yetu. Kwa hivyo wakampatia msalaba, wakambebesha msalaba. Laiti wangejua ya kwamba msalaba ndiyo asili ya mema, mahali ambapo tuliambiwa tutue mizigo zetu zote. Kwa hivyo wakambebesha msalaba. Akalemewa wakati fulani, Simoni wa Sirini akaambiwa ya kwamba msaidie. Akamsaidia kubeba ule msalaba, akiwa anapigwa mijeledi, akiwa anatokwa na damu kila sehemu. Akapelekwa katika mlima ule wa Golgotha. Pale akasulubiwa, akapigwa kwa misumari, akahisi uchungu, akalia. Akawekwa katikati ya wanyang'anyi wawili, mmoja akiwa mkono wa kuume na mwingine akiwa mkono wake wa kushoto. Akawekwa katikati ya wezi, katikati ya wanyang'anyi, kuonyesha ya kwamba alikuwa amehesabiwa ya kwamba yeye pia alikuwa kama hao wanyang'anyi wengine. Yesu alionekana kana kwamba pia yeye alikuwa bure, na sababu ya kumweka katika huo msalaba na kumuinua katika mlima wa Golgotha ni kwamba aonekane na watu wote ya kwamba amefanyika aibu, amefanyika laana. Mwangalieni, huyu ni bure kabisa. Alikuwa anajiita, mpaka wakachukua taji ya miba wakamwekea. Taji ile ya miba walikuwa wanamwekea, wanamwambia ya kwamba sasa unajiita mfalme, ndio hii taji tumekuwekea, wewe mfalme wa Wayahudi. Wakamdhihaki. Akaomba maji ili anywe akiwa pale msalabani. Badala ya kumpa maji, wakampatia siki. Alipojaribu kuionja hakunywa, akakata roho na akamwambia, Baba, Mungu wangu, Mungu wangu, ni mbona umeniacha? Ni kwa mara ya kwanza Mungu mwenyewe alitengana na Yesu Kristo. Sababu gani? Kwa sababu Yesu Kristo alikuwa amefanyika dhambi, alikuwa amechukua dhambi zetu, na Mungu na dhambi hawakai mahali pamoja. Kwa hiyo akatengana na Yesu, kwa sababu Yesu alikuwa amechukua dhambi zetu sasa. Na baada ya kusema hayo, akasema, Bwana, kwako ninaitua roho yangu. Na kisha akakata roho. Na kwa sababu ya uzito wa dhambi hizo, Biblia inatuambia kwamba ilikuwa yapata saa 6 mchana, kukawa giza kila mahali kwa masaa 3. Na kwa wakati huo kukiwa giza, Yesu akawa amechukua sasa dhambi zetu zote. Na hata pazia la hekalu ambayo watu walijaribu kukimbilia ndani ya hekalu kwa sababu wanashangaa nini imetendeka, ikapasuka, watu wengi wakapita, kuonyesha kwamba mambo yote sasa yamekwisha. Na Yesu akasema ya kwamba huyo pale msalabani, akasema ya kwamba tazama, yamekwisha. It is finished. It is finished. It is finished. Yamekwisha. Ni nini ambayo Yesu alisema imekwisha? Gharama yote ambayo ilihitajika kulipwa kwa ajili ya dhambi imemalizika. Yesu amelipa yote, amelipa yote. Na ndio maana sasa anasema tu ya kwamba ukimwamini unapokea wokovu. Ndugu yangu, unanisikia dada yangu, Yesu Kristo amelipa gharama ya dhambi, amekulipia wewe. Kile ambacho amesema tu ni kwamba umwamini, ukubali ya kwamba alikufa, akazikwa, na siku ya 3 akafufuka. Biblia inasema ya kwamba kama ukikiri kwa kinywa chako ya kwamba Yesu ni Bwana, na uamini katika moyo wako ya kwamba Mungu alimfufua kutoka katika wafu, basi utapata wokovu. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, akamtoa mwana wake wa pekee, ili yeyote yule amwaminie
asipotee, bali apate uzima wa milele. Wapendwa, uzima tumepatiwa bure. Yesu Kristo amelipa gharama yote ya dhambi, amelipa gharama yote ya maovu. Kile ambacho kimebakia tu ni kwamba wewe umwamini, umwangalie na useme ya kwamba Yesu, ninakubali ya kwamba umechukua aibu yangu, umechukua dhambi zangu. Ninakuamini katika moyo wangu ya kwamba wewe ulifufuka kutoka katika wafu, na unapoamini hilo, Biblia inasema ya kwamba unapokea uzima wa milele. Mungu hakukusudia mtu yote aende jehanamu, na hajakusudia hadi leo, kwa sababu hata jehanamu haikuundiwa mwanadamu yoyote. Lakini iwapo utaenda pale, mimi sijui kije iko pale kwa sababu sitaenda, haiwezekani. Kwa hivyo kama utapatikana pale, ni wewe nje utajua vile itakuwa. Lakini kusudi la Mungu ni kwamba mtu yoyote asiende jehanamu, na ndio maana ametoa option ambayo hailipiwi, ambayo haulipii gharama yoyote. Amekuambia tu wewe amini, kubali, chukua, kwa sababu wokovu ametoa bure kama karama. Kwa hivyo anasema tu ya kwamba mkubali. Tumeona ya kwamba huyu mwana baada ya kwenda kwa baba yake akataka kuanza kumwambia mambo mengi. Alikuwa amesema nitaenda nimwambie baba, mimi ni bure sana, sifai tena, nimekosea sana, ingawa labda unipatie tu nafasi kidogo niitwe hata mfanyikazi. Lakini wakati alifika kwa baba yake, tunaona baba yake hakuwa interested na kusikia hiyo story. Hakumpatia hata nafasi aanze kumwambia, baba, sasa mimi nimekuwa bure. Baba, mimi sijefaa. Baba, unaniona namna gani? Hata sitaki nikuangalie. Baba yake alisema ya kwamba, huyo ni mwana wangu ambaye napendezwa naye. Njoo upesi. Akamwandalia karamu kubwa. Kwa hivyo Mungu hayuko interested uanze kumwambia chenye ulifanya kuanzia ulipokuwa na miaka 3. Mungu nisamee, miaka 3 sijui ilikuwa hii. Wakati nilifikisha mwaka 10 nakumbuka mnamo tarehe. Hayuko interested kujua mnamo tarehe ngapi ulifanya nini, kwa sababu yeye ameshasamee dhambi zote. Anasema dhambi zenyu na maovu yenu sitayakumbuka tena. Kile anahitaji ni kwamba ukakubali ya kwamba ameshachukua dhambi zako, ameshachukua maovu yako, uweke imani yako kwake na umkubali, useme ya kwamba Yesu Kristo ni kweli ulikufa kwa ajili ya dhambi zangu, ukazikwa kaburini, lakini haukusalia kaburini. Siku ya 3 ulifufuka kutoka katika wafu na unaishi milele. Na unapoamini hiyo, unapokea uzima wa milele. Unajua kuna watu wengi wanasema sisi huko kwa sababu ninafikiria ile mambo yenye nimefanya Mungu hawezi akasamehe. Kwani unafikiria ni nini ambayo umefanya hiyo ambayo Mungu hana capacity ya kusamehe? Kwa sababu gharama ambayo Yesu Kristo alilipa ya kufa ilikuwa gharama ambayo ililipia maovu yote. Na ndio maana hata mtu awe muuaji, mtu awe ni kahaba wa mwisho, katika maandiko tumeona watu ambao walikuwa wauaji. Daudi alimuua Uria, akamchukua mke wake Bathsheba, akafanya ile dhambi kubwa ambayo sheria ilisema isifanyike. Lakini siku ya leo tunapomuongelea Daudi, tunasema ya kwamba alikuwa mzee wa haki mbele za Mungu. Kwa sababu gani? Aliamini katika Kristo Yesu ambaye alikuwa anakuja kuchukua dhambi za ulimwengu. Rahabu alikuwa amejulikana mji mzima, alikuwa the worst prostitute in the history. Alikuwa amejulikana ya kwamba alikuwa kahaba tajika. Cha kushangaza ni kwamba hata nyumba ya Rahabu ilikuwa imewekwa kwa ghorofa. Kila mtu ukipita na kupointia na kuambia pale ndio kwa Rahabu, pale ndio kwa ule kahaba, pale ndio kwa huyo kahaba mwenye anajulikana. Lakini siku ya leo tukisoma Biblia inatuelezea ya kwamba Rahabu alikuwa mama wa imani. Wakati alipowakaribisha wale spies ambao walienda kuangalia mji wa Kanaani, na kisha akaambiwa ya kwamba wakati wa Kanaani itaangamizwa, Rahabu, wewe na familia yako
hamtaangamizwa. Kwa kuwakubali tu wale watumishi wa Mungu, alionyesha imani kwa Kristo. Na hivyo hivyo hakusema alikuwa kahaba, hapana. Aliambiwa ya kwamba kuanzia leo wewe hautauawa pamoja na wale wengine. Na tukisoma katika maandiko tunaona ya kwamba Rahabu alikuwa mama wa imani. Ni nini ambayo unafikiria umefanya ambaye Yesu hawezi akasamehe? Samsoni alipatiwa uwezo na Mungu, lakini akaangushwa na msichana mdogo Delila. Biblia inasema Samsoni alikuwa anapenda makahaba sana, akapoteza hata nguvu ambayo Mungu alimpatia. Lakini hata katika hayo mwishowe akamwambia Mungu, nirejeshe. Akarejeshewa nguvu, akasukuma pillars za ghorofa, akakufa pamoja na Wafilisti 3,000. Na Biblia inatuambia baada ya hayo, tukisoma Waebrania, ni ya kwamba pia Samsoni ni baba wa imani, ambaye aliweka imani yake kwa Mungu na akahesabiwa haki mbele za Mungu. Kwa hivyo hakuna excuse yoyote ya kusema ya kwamba mimi nafikiria nimeua sana, mimi nafikiria nimekuwa mbaya sana, sifai. Hivyo ndio yule mwana alikuwa anajifikiria. Alikuwa anasema ya kwamba ni kama mimi sifai, mimi nitaenda nimwambie baba